Karibuni katika vipindi vyetu vya mwendelezo wa unajimu wa nyota. Siku ya leo nataka kuzungumzia vifungo vya matamshi ambavyo mara nyingi vimewapa watu shida au vimewapa matatizo au misukosuko. Vifungo vya matamshi ulivyotamkiwa na mtu, ndugu au wazazi au mtu yoyote uliyemkosea au uliyeshindwa kumjali wakati ana shida, matamshi hayo huwa yanafanya kazi. Matamshi hayo huingia mwilini kwa binadamu au kwa mwanadamu na kufanya kazi kama yalivyotamkwa au kama muhusika alivyonung'unika au kujiapiza juu yako mbele ya watu wengine. Na nguvu hiyo huwa inaenda kufunga baadhi ya mambo yako, kwenda kufunga shughuli zako, na ikiwa aliyetamka nguvu hiyo akiwa na hasira au akiwa amekasirika sana, nguvu hiyo hufanya kazi kwa haraka sana. Na hizo nguvu mara nyingi zimekuwa zikifunga neema za aliyetamkiwa au baraka za aliyetamkiwa, shughuli zake kwa mtu aliyetamkiwa au aliyenung'unikiwa kuharibika kabisa kama jinsi mtamkaji alivyotamka. Na mara nyingi kama hautokuwa makini, huwezi kujua yule aliyelitamka kama linaweza kukupa adhabu au kuweza kukusumbua katika maisha yako. Kwa hiyo unachotakiwa katika mfululizo wetu wa maisha, angalia sana unapokuwa umetamkiwa neno baya na wazazi, ndugu, jamaa au marafiki, hasa wale wenye uhitaji au wale wanaohitaji huduma kwako. Ikiwa wewe ni mtoto, ni ndugu wa karibu au jamaa, kumbuka hizo nguvu za matamshi huwa zinafanya kazi na zinakupa adhabu katika utafutaji wako, katika shughuli zako na katika kazi yoyote. Na hata wengine hufikia kuacha kazi au kufukuzwa kazi na kupoteza kazi kupitia nguvu hizo za matamshi ambazo zimetamkwa na mtu mwenye hasira, na mtu uliyemuuzi, na mtu ulioshindwa kumsaidia. Kama ni mzazi amenung'unika au amekutamkia matamshi hayo. Kwa mfano, mzazi anaweza akakutamkia matamshi ya kwamba tuone kama utaendelea katika shughuli zako, kwa sababu umemuuzi, umemkosea au umeshindwa kumsaidia, kwa sababu yeye amekuwa ni mmoja wapo kati ya wale watu waliokunyanyua, waliokuinua, waliokusomesha na waliokufikisha katika nafasi hii ulipo. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakihangaika hata kwa wataalamu kuweza kupata suluhu za matatizo yao kama haya. Unakuta watu hao walishakumbana na vitu kama hivyo na wakajisahau, kwa sababu wanaotamkiwa mara nyingi wanajisahau kama wametamkiwa matamshi gani, na wakati mwingine wengine hurudishia au kudharau na kuona ni kitu cha kawaida. Lakini baada ya muda vitu hivyo humfikia na kuweza kufanya kazi na kuweza kumletea madhara, kama sumu iliyoingia katika mwili wake kwenda kuharibu baraka za pesa, neema za pesa. Vitu alivyokuwa akibarikiwa hapo nyuma kabla hajatamkiwa vinakuwa vinayeyuka, vinaondoka, vinapotea. Na wakati mwingine matamshi hayo huwafikia watu wengine kwa undani zaidi kwa kuwafanya hata wachanganyikiwe. Wachanganyikiwe na kupoteza mwelekeo kabisa. Na ndio maana ukiangalia sana utakuta watu, majirani, marafiki wanaweza wakamtafsiri mtu huyo kwamba huyu mtu kuna jambo amelifanya ama kwa wazazi ama kwa ndugu zake. Kwa hiyo kwa upande mwingine unatakiwa uwe makini sana. Usikubali kupokea vifungo vya matamshi vinavyotamkwa na watu wakubwa, wazazi, ndugu, shangazi, mjomba. Una wakati mwingine watu wanarahisisha. Anasema mimi shangazi sio ndugu yangu, au mjomba sio ndugu yangu. Au mme alikuoa akakuacha, asema mimi hawezi kunipa matamshi mabaya, au hawezi kunilaani, au hawezi kunifanya nikafika hapo. Lakini nataka nikwambie hivi vitu vinawezekana na vinafanya kazi. Kwa hiyo jiepusha sana na vitu kama hivyo. Mara nyingi suluhu ya vitu kama hivyo ni kumfuata mhusika ikiwa yupo hai na kumalizana naye, kupata suluhu, kupiga magoti, kumwomba msamaha, kumwelekeza namna ulivyoteleza na namna ulivyomkosea. Ukifuatilia sana vitu kama hivi, mambo yako yataenda sawa. Na ukivizarau ikiwa umetamkiwa matamshi hayo, basi wewe utakuwa mmoja wapo katika mtu atakayepoteza mwelekeo wa maisha yake. Mimi si mwingine, ni Mnajimu Kulsumu. Tembelea ofisi zetu zilizoko Dar es Salaam au Tanzania kwa wale walio nje ya nchi.
Tuko maeneo ya Kifuru kwa Dar es Salaam na tunapatikana kila siku kasoro siku ya Ijumaa. Kwa wale wenye matatizo mbalimbali, pete za bahati, kuunganisha nyota zao na kujua kama wanaendana na wachumba zao, basi watafika katika ofisi zetu hizo. Karibuni sana.